Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nimekuwa nikijiuliza, nikitafakari mara ya mwisho kushuhudia watumishi wakubwa ambao wanajiita mitume na manabii Tanzania. Mara ya mwisho kuitisha ibada ya ubatizo ilikuwa ni lini? Mara ya mwisho. Unajua kwenye makanisa yetu ya huku chini, swala la ubatizo limekuwa ni kitu ambacho ni cha muhimu sana, swala ambalo linashikiliwa, natiliwa manani, natiliwa nguvu. Na watu wanabatizwa. Mtu akiokoka anabatizwa, akiokoka anabatizwa. Lakini napata wasiwasi na nimekuwa nikijiuliza, mbona hizi ministry kubwa kwa mitume hawa manabii, mbona sijawahi kusikia hata kuona inawezekana wanafanya, lakini sijawahi kupata hata video au taarifa kwamba bwana sasa leo yule nabii unayemjua amepeleka watu mahali walioamini, anakwenda kuwabatiza mahali, au yule mtume unayemwamini huyo unayemwamini amechukua kundi la watu kubwa ambao hawajaokoka, amewapiga sala ya toba, na baada ya hapo anawapeleka kuwabatiza. Sikiliza, kwa hiyo nasema hivyo maandiko Yohana sura ya 3 mstari wa 5, Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Unaweza kuambia watu habari ya mafanikio, unaweza ukawaambia watu habari za miujiza na kadhalika, lakini Yesu akasema vile vile kwamba mtu asipobatizwa kwa Roho na kwa maji hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Hivyo ndugu yangu, inawezekana wewe ni nabii, ni nani na kadhalika, usisahau hilo. Wabatize watu, kuambia watu habari za Yesu kwamba na kadhalika, pokea. Unapokea nini? Wakati mwingine hao watu wanakuwa ni mapagani, hajaokoka, hajui, amekuja tu kwa ajili tu ya kufunguliwa, mwisho wa siku yaende. Waambie watu kama wamedhamiria kweli, una watu 3,000, 10,000 wanaokufuatilia, waambie wampokee Yesu, waambie waende kubatizwa. Ubatizo ni lazima. Ubatizo ni lazima. Usijisahau. Tuendelee kufanya ubatizo. Na kama unahitaji kubatizwa kwa maji mengi, comment chini hapo. Sisi tunajua namna ya kufanya ili uweze kupatiwa haki yako hiyo. Mungu akubariki sana. Asante sana.